tukiwa katika masiku ya mwezi wa Muharram. Ni mwezi ambao umejawa na huzuni kwa Waislamu wote, lakini vile vile tukirejea katika historia ya Kiislamu, ni mwezi ambao umezungumziwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia na maulamaa wetu wa Kiislamu wameweza kuzungumzia mwezi huu kwamba ni mwezi ambao una majonzi, ni mwezi ambao umejawa na huzuni. Kwa hiyo katika muda huu tutaweza kuangalia mwezi ambao au kitu ambacho kimeweza kutokea katika mwezi huu katika mwaka wa 61 Hijiria. Tukirejea katika historia ya Kiislamu, tunaona kwamba kuna tukio zito lililoweza kutokea kwa mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Imamu al-Husaini alayhi salam, aliweza kupatwa na masaibu makubwa, alipatwa na matatizo makubwa katika mwezi wa Muharram ambao ni mwezi mwaka mpya, ni mwezi ambao ni mwanzo wa mwaka wa Kiislamu. Lakini mjukuu huyu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweza kukumbana na masaibu mazito, masaibu ambayo kila mmoja wetu leo kama ataweza kupata na matatizo yaliyompata Imamu al-Husaini alayhi salam, basi atajutia yale ambayo yaweza kumpata. Lakini tutaweza kuangalia kwa mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni ipi nafasi ya Imamu al-Husaini alayhi salam katika jamii yetu ya Kiislamu. Ukimwangalia Imamu al-Husaini alayhi salam, kaelezewa na mitume waliokwisha pita, kaelezewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu alimuelezea, kama tunavyosoma katika tafsiri mbalimbali ambazo wameweza kuzitoa maulama. Ukirejea ndani ya Qur'ani tukufu katika suratul Nisa aya 165, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim, rusulan mubashirina wa mundhirina lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatutaka kututumia sisi mitume, wajumbe ambao kazi yao ni kutupa mafunzo sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mafunzo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka kwa mwanadamu, mafunzo ambayo kila mmoja akiweza kusimamia mafunzo hayo, basi ataweza kupata ufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile Imamu al-Husaini alayhi salam ni miongoni mwa watu waliotumwa kuweza kutupa mafunzo sahihi ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu al-Husaini ataka tutimizie hoja sisi wanadamu ili tukose udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, hata ule udhuru wa kujitetea kwa yale ambayo ameweza kuyabainisha Imamu al-Husaini alayhi salam. Hususan katika tukio letu la Karbala, tukiliweza kulisoma kiundani zaidi, tutaweza kuona ni misingi gani Imamu al-Husaini alikuwa akitaka tuweze kuipitia, misingi gani alikuwa akitufunza Imamu al-Husaini tuweze kuifikisha, na misingi gani atakayobakisha Imamu al-Husaini tuweze kuipata ili dini yetu iweze kuwa imara. Leo Waislamu wengi wameweza kuishi wakiwa salama, wanaishi wakiwa na amani, lakini hii ni juhudi ya Imamu al-Husaini alayhi salam. Tukirejea katika riwaya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, riwaya hii imepokelewa na maulama wengi sana. Miongoni mwa maulama ambao wameweza kupokea riwaya hii ni Sheikh Tusi, Al-Allama Al-Kulaini, na pia vile vile ukirejea katika Sunan at-Tirmidhi na Sunan Ibn Majah na Musnad Ahmad ibn Hanbali na vitabu vingi sana ambavyo vimeweza kupokea riwaya hii. Riwaya inasema ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
Husainun minni wa ana min Husain, ahabba Allahu man ahabba Husain, Husain sibtun min al-asbat. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukirejea katika tafsiri ya riwaya hii, anakuambia Husaini atokana na mimi, na mimi vile vile natokana na Imamu Husaini alayhi salam. Lakini vile vile Husain ni mjukuu miongoni mwa wajukuu zangu mimi. Bwana Mtume anasema kwamba Husaini alayhi salam ni miongoni mwa wajukuu wangu ambao kwamba najitamba nao na kujisifia nao. Miongoni mwao ni Imamu Husaini. Sasa Bwana Mtume Muhammad anatuambia kwamba Husaini atokana na mimi. Imamu al-Husain atokana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio mtu ambaye atuzungumzisha sisi huyu Husaini alayhi salam. Ukirejea neno Husainu minni katika kutafsiri riwaya hii, wanakuambia kwamba Husaini alayhi salam juz'u min rasulillah nasaban wa ruha wa manzila. Nafasi aliyokuwa nayo kwa Imamu Husaini alayhi salam, cheo alichokuwa nacho Imamu Husaini alayhi salam, maarifa aliyokuwa nayo Imamu Husaini alayhi salam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni nafasi kubwa, ni kama nafasi ambayo hivi vitu vyote vinatoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Elimu aliyokuwa nayo Imamu Husaini juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maarifa aliyokuwa nayo Imamu Husaini, haya yote kayatoa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio Bwana Mtume Muhammad akasema Husainu minni, Husain anatokana na mimi. Yani yale maarifa aliyokuwa nayo Imamu Husaini, vile vitu aliyokuwa nayo Imamu Husaini, elimu aliyokuwa nayo kunako Mwenyezi Mungu na mambo ya dini kwa ujumla, haya yote kayatoa kwa Imamu Husaini alayhi salam. Lakini riwaya ikasema wa ana min Husain, na mimi vile vile natokana na Husaini. Yani Bwana Mtume Muhammad anasema ya kwamba yeye mwenyewe anatokana Aba Abdullah ibn Husain alayhi salam. Kwa maana gani? Ukirejea hii riwaya, Husainu minni wa ana min Husain, Husaini anatokana na mimi na mimi natokana na Husaini alayhi salam. Ukirejea katika neno wa ana min Husain, na mimi natokana na Husaini, ni kwa maana ya kwamba anna risalata an-nabii wa hifdha dinahu sayakunu ala yadi Imam al-Husain alayhi salam, hususan fi waqati al-Karbala. Ni kwamba yale mafunzo, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zitabaki kuwa imara na zimehifadhiwa na kulindwa na Imamu al-Husaini alayhi salam. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad akasema ya kwamba wa ana min Husain, yani yale mambo ambayo nimepokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sheria ambazo nimepokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya yote atakayekuja kuyahifadhi baada yangu ni Imamu al-Husain, hususan katika tukio la Karbala. Imamu al-Husain atasimama kuweza kutetea mambo ya namna hii. Lakini jamii inabidi kufaidika sana na Imamu al-Husaini alayhi salam. Ni mambo gani jamii lau kishikamana nayo itaweza kufaidika nayo kunako Imamu al-Husaini alayhi salam? Mambo muhimu sana ambayo kila mwanadamu lau akiyatambua basi ataweza kufaidika na Imamu al-Husaini alayhi salam. Ukiangalia jambo la kwanza ambao kila mwanadamu akiweza kushikamana nalo na tukiweza kufanyia kazi, basi mwanadamu huyu ataweza kufaidika na Imamu al-Husaini alayhi salam. Jambo la kwanza, iqamatul majalis fi buyutina. Jambo la kwanza, kila mmoja wetu ajitahidi kuweza kusimamisha majlis na kumzungumzia Imamu al-Husaini katika majumba yetu. Hii ni nukta ya kwanza. Kila mmoja wetu leo akisimama akaweka bendera, akaweka majlisi katika majumba yetu, hii ina athari kubwa katika maisha yetu kama wanadamu. Jambo la pili ambalo kila mmoja wetu akishikamana nalo ni yule mwenye kuwa na watoto, mwenye kuwa na familia, wale ambao waandaa katika mazingira yako, atakuja kwa daktari, anakuja kwa mhandisi, injinia, hao watu wote watoto miongoni mwetu watengeneze vijana ambao wataweza kusimama imara na kuweza kumwenzi Imamu al-Husaini na kuweza kutangaza Uislamu na kuweza kutetea kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi familia hii
jamii hii itaweza kusonga mbele na kuweza kupata faida nono ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazitaka. Lakini nukta ya tatu ambayo jamii ikishikamana nayo itaweza kufaidika sana, linushariki Imamu al-Husaini fi amwalina, tuweze kumshirikisha Imamu al-Husaini alayhi salam katika mali zetu. Kipato ambacho nakipata, tajal nisfan lil Imam al-Husaini wa nisfun lak, nusu yako na nusu ya Imamu al-Husaini alayhi salam. Hii ni faida ambayo utaweza kupata kipato ambacho kwa vizuri, utakuwa na baraka na utakuja kujutia katika maisha yako, kwa sababu Imamu al-Husaini ana nafasi kubwa mno kama alivyomzungumzia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Ibn Arandas al-Hilli hubibi thalathi ma ahata bimithli hadha an-nabi. Imamu al-Husaini ana vitu ambavyo ni special, hakuna nabii wa aina yoyote wala imamu wa aina yoyote hakuweza kuvipata katika maisha hayo. Maisha yote aliishi nabii Imamu al-Husaini alayhi salam, hakuna mtu wa aina yoyote, nabii wa aina yoyote aliyekwisha pita katika ulimwengu huu akaweza kupata vitu ambavyo alipata Imamu al-Husaini alayhi salam. Sisi kama Waislamu, sisi kama Mashia Ithna Asharia Jafaria Imamia, tukisimamia vitu kama hivi, misingi imara ambayo anaitaka Imamu al-Husaini tuweze kuishi nayo katika maisha yetu, basi kila mwanadamu atatoka katika janga la ufakiri na kuweza kuingia katika janga ambalo ni zuri mno, kwa sababu Imamu al-Husaini alayhi salam ni mtu mwenye sifa za kipekee. Ukirejea viongozi 9 maimamu wote wanatoka katika mgongo wa Imamu al-Husaini. Hizi ni sifa za kipekee alizokuwa nazo Imamu al-Husaini. Lakini tukiangalia katika malengo aliyokuwa nayo Imamu al-Husaini alayhi salam katika tukio la Karbala, tukilisoma sio tu kwamba Imamu al-Husaini kauawa, kulikuwa na malengo gani na ulimwengu umeathirika vipi na kuuawa kwa Abdullah al-Husaini. Kwanza, Imamu al-Husaini alayhi salam alikuwa anataka kubakisha mafunzo ya dini katika ulimwengu wa Kiislamu na kuweza kutubainishia sisi hoja na misingi ya kidini, ili Waislamu wote waweze kuyatambua na waweze kutambua misingi hiyo ni misingi gani. Ukirejea katika baadhi ya vitabu alivyoandika al-Allama Tabatabai kumzungumzia Imamu al-Husaini alayhi salam, anakuambia ya kwamba moja ya misingi ambayo ni imara zaidi na madhubuti kwa Imamu al-Husaini alitaka tuishi nayo na ulimwengu unaokuja baada ya tukio la Karbala na faidika misingi hiyo, huwa wujudu al-firqatu dhahira tad'u ila al-haq. Kwanza kabisa ni uwepo na kutengeneza mfumo mzima wa uwepo baadhi ya watu, group special ambalo itakuja kwa kukumbusha watu, kuambia watu ya kwamba tukio la Karbala namna lilivyokuwa, kuwakumbusha watu na misingi ya kidini, kuwakumbusha watu na mambo ya kitarehe ambayo watu wameweza kughafilika. Kuna wale ambao wameghafilika na tukio la Karbala, tunawakumbusha ya kwamba tukio la Karbala ni tukio ambalo kila mwanadamu linamhusu, kwa sababu Imamu al-Husaini ni mwanadamu kama sisi, na tuhusu sisi kama wanadamu sote, tuweze kulienzi na kuizungumzia kiundani zaidi. Sasa miongoni mwa matukio na athari ambazo kazitengeneza Imamu al-Husaini alayhi salam ni kuwepo kundi maalum linaweza kuwakumbusha watu na wanadamu wengine ya kwamba tukio hili limeweza kuthibiti katika tarehe, basi uweze kushikamana nayo sisi kama Waislamu. Ndugu zangu, Imamu al-Husaini alayhi salam alikuwa anatengenezea misingi madhubuti ya kuweza kuishi nayo katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutufufua siku ya kiyama tukiwa katika ni wafasi wa Abdullah al-Husaini alayhi salam.